Ni wakati mwingine tunakutana tena katika kipindi hiki makususi kinachozungumzia mambo mbalimbali yanayojiri katika klabu hii bora na mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati, Azam FC. Wiki hii tunaangazia mechi 3 zilizoipatia Azam FC pointi 9 na magoli 10 kutoka kwa Ndanda FC, JKT Ruvu na Toto Africans wanakisha mapanda. Kipre Cheche. What a goal! Isha siku hizi ni rahisi na NMB Bank na mudu mahitaji yangu ya kifedha na NMB Bank kwa haraka zaidi na kupata huduma za kibenki shida bila hakuna. Jihudumie tunatoa pesa wakati wote ndipo bili na pobili popote. Jihudumie na NMB Bank. NMB Bank, karibu yako. Mimi Bobo na yule wote pamoja twende na Azam Cola. Mimi na wewe yule napenda kwenda nayo Azam Cola nayo Azam Cola ni tamu na ni plastic, bombastic, ikiwa baridi ni fantastic. Mimi Bobo na yule wote pamoja twende na Azam Cola. Mimi na wewe yule napenda kwenda nayo Azam Cola nayo Azam Cola. Twende na Azam Cola. Azam. Tunaanza habari zetu kwa kujikumbusha mchezo dhidi ya Ndanda ambapo Azam FC ilishinda goli 1-0 lililofungwa na mlinzi wa kulia Shomari Kapombe na kuihakikishia Azam FC pointi 3. Kipre Cheche. Situ Cheche anaingiza ndani kule. Kapombe! What a goal, Shomari Kapombe. Salum anaandika goli la kwanza kwa Azam FC. Ilimiminwa cross ama mtungi ndani kule, Shomari Kapombe kasafiri hewani, kagonga kichwa Jackson Chove Charlie. Goli hilo la kuongoza kwa Azam FC. Baada ya mchezo, kocha msaidizi wa Azam FC Dennis Kitambi, ambaye aliwahi kukinoa kikosi cha Ndanda, anazungumzia mchezo huo kiufundi zaidi, huku akiweka wazi mikakati ya Azam FC. Mabadiliko yanapofanyika ni unaangalia wale wapinzani unaocheza nao, hali ya uwanja, unaangalia current form performance ya wachezaji katika michezo miwili mitatu iliyopita. Kwa hiyo kutokana na hilo tulishakaa na Boko, tulishaongea naye tukamwambia kwamba kwa sasa tunaona performance yako inahitaji uongeze jitihada kidogo, kwa sababu haja perform vizuri katika hizi mechi mbili tatu. Kwa hiyo ni mwanya tena kuona, tuliona kwamba ameperform vizuri mazoezini, kwa hiyo lazima tumpe nafasi. Na pale ambapo ukumbuke kwamba sisi tuna squad kubwa, kwa hiyo kunafika wakati lazima uwe na rotation. Hiyo nao inakusaidia kwa sababu pale ambapo mtu anapitia wakati mgumu, mwingine anaweza kuisaidia timu katika hicho kipande ambacho huyu mwingine anapitia. Na hii ni sehemu ya mchezo, la huwezi kusema kwamba ni phase ambazo unapitia. Mshambuliaji kuna wakati anaperform vizuri, kuna wakati ambapo anakuwa haperform vizuri, lakini jitihada yetu, jukumu letu sisi kama technical bench ni kuhakikisha kwamba tunampa mwelekezo wa nini unatakiwa ukifanye sasa hivi ili kuweza kurudi katika ile hali yako ya zamani. Ni ishara nzuri kwa sababu kila timu inacheza inataka kushinda, na pale ambapo unashinda tayari unaongeza kujiamini, kwa sababu mtu yote nafahamu, watu wote waliocheza mpira wanafahamu kabisa ukishinda unajiamini zaidi, unajua kabisa kwamba okay,
unajenga ile momentum kwamba mimi chochote kile timu yoyote itakuja mbele yangu naweza kukabiliana nao na naweza kaondoka na ushindi. Kwa hiyo ni jambo zuri, na hicho ndio kitu cha kwanza ambacho tunasema kwamba cha kwanza sisi lazima tuweze kushinda mchezo. Cha pili lazima tuweze kudominate huo mchezo. Sio tunacheza tu kwa sababu wewe mwenyewe pale ambapo uchezi vizuri nafsi yako itakwambia. Kwa hiyo performance ikiwa mbaya pamoja na umeshinda, lakini inabidi urudi nyuma useme okay, kweli nimeshinda point 3 ni muhimu, lakini je, nimecheza kwa kile kiwango ambacho ninajua mimi mwenyewe naweza kucheza. Ishara kwamba tuna timu ambayo tuna wachezaji ambao wanaweza kabisa kupambana, wanaweza kubadilika kulingana na mazingira yanavyohitaji, kwa sababu kumbuke sisi tuna bahati nzuri sana kwamba tuna uwanja mzuri pale Chamazi, kwa hiyo inaturuhusu kucheza mchezo wa pasi fupi, lakini unapoenda ugenini swala la kwanza inabidi uangalie ni viwanja. Hatusemi kwamba ingekuwa ni upuuzi kwetu sisi kusema kwamba viwanja ni tungetoa kisingizio kwamba labda unafungwa kwa sababu ya kiwanja, kwa sababu sisi kama technical bench tumeajiriwa ili kuweza kuja na suluhisho ya vitu kama hivyo, sio kutoa visingizio. Kwa hiyo tayari inaonyesha kwamba kwa kushinda ugenini tayari inaonyesha kwamba wachezaji wanaweza kubeba yale maelekezo ambayo wanapewa na technical bench, na pia ni wachezaji ambao wanajua kabisa kwamba okay, hapa tucheze nyumbani, tunacheza ugenini, sasa tufuate mbinu ambazo tumeelekezwa kucheza nazo. Kwa lugha ya Kiingereza wenyewe wanasema adaptable. Kwa hiyo ni players ambao wako adaptable kulingana na mazingira ya uwanja. Ni kitu kizuri kwa sababu unahitaji competition, unahitaji changamoto, na unahitaji kwamba kadri Yanga wanavyoshinda na sisi manake inabidi tu perform, na sisi tunavyoperform na yenyewe Yanga na yenyewe inabidi wa perform. Kwa hiyo tayari kwa namna moja au nyingine inaongeza kwanza juhudi nafikiri ya wachezaji, hata sisi technical bench, na wewe ile environment ya pressure kwamba mwenzangu ameshinda, na inaonekana kabisa kwamba ligi hii ni sisi timu mbili ambazo tutakuwa tunashindana na sisi tuna imani kabisa kwamba tuna uwezo wa kuendelea kushindana nao. Tofauti iliyokuwa sasa hivi ni kwamba wenzetu wanafunga magoli mengi. Sasa sisi tunajua kabisa, tumeshakiri kwamba hiyo ni udhaifu wetu, na ni kitu ambacho sasa kama ni udhaifu tunaweza kukifanyia kazi. Sio kwamba kipo nje ya uwezo wetu, ni swala ambalo lipo ndani ya uwezo wetu. Ni kwamba tumekiri inabidi tulifanyie kazi na tutaendelea kulifanyia kazi. Na leo ukiangalia mchezo ambao tumecheza zidi ya Ndanda, tumetengeneza nafasi nyingi. Kwa hiyo tayari huo ndio mwanzo wa kuelekea katika kila jambo ambalo tunataka, ni kwamba tuweze kuziua kumaliza mechi na magoli mengi. Sisi tunacheza na JKT Ruvu pale Karume. Okay, tupo ugenini tena, lakini unaweza kwa sababu tupo nyumbani, tupo Dar es Salaam, lakini ni mechi ya ugenini na tunajua kabisa kwamba okay, inabidi tushinde. Na leo JKT Ruvu tumeona kwamba katika timu ya JKT Ruvu kuna mabadiliko. Amekuja kocha mpya Kibaden pale, na leo umeona mechi yao wameweza kusuluhu dhidi ya Mtibwa, ambao Mtibwa na yenyewe ni timu nzuri tu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hiyo mechi na yenyewe itakuwa ngumu kwa sababu katika fani yetu hii ya mpira unakuta kwamba mara nyingi pale ambapo yanatokea mabadiliko ya mwalimu, wachezaji wanajituma zaidi, kwa sababu hapa amekuja mwalimu mpya, ana mtizamo mpya. Kwa hiyo kila mchezaji anataka kwa namna moja au nyingine amuoneshe huyu mwalimu mpya kwamba yeye anaweza kuperform kuliko hao wengine ambao walikuwa katika starting level. Kwa hiyo ndo nafikiri itakuwa changamoto kubwa, kwa sababu unacheza na watu ambao wanataka sio tu kuonesha dhidi ya Azam, lakini pia wanataka kumuonesha mwalimu wao mpya kwamba sisi tunaweza kupambana zaidi kuliko wale ambao walikuwa kwa awali wanacheza katika starting level. Na hiyo tumeiona leo, Mtibwa amesuluhu pale bila kupata goli. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu, lakini kwa upande wetu sisi tunajua kabisa kwamba tuna wachezaji wazuri, tuna squad nzuri, na tunaweza kupambana na wao JKT. Alafu kwa upande wa saikolojia ni rahisi sana kupoteza mechi pale ambapo unacheza na mtu dhaifu. Itakuwa ni kujipiga risasi si wenyewe mguuni kama tukienda pale na akili kwamba hapa tutashinda tu zile ya JKT Ruvu, kwa sababu ukishaingia na akili hiyo, mchezo kwa namna moja au nyingine itokee kwamba mpinzani wako anapata goli, inakuwa vigumu sana. Mchezo wa mpira unachezwa akilini. Kwa jinsi ambavyo unachukulia huo mchezo kabla ya game ndio kinachokupa ishara ya jinsi ambavyo huo mchezo utaucheza. Baada ya mchezo huo,
Azam FC ilirejea jijini Dar es Salaam kuwakabili maafande wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Ruvu katika uwanja mkongwe wa Karume, na mambo yalikuwa hivi. Kipyenga kimepulizwa, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimeshaanza katika dimba hili. Didier Kavumbagu mapema kabisa anaandika goli lake la kwanza msimu huu wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ilikuwa ni pasi nzuri ya Michael Balu. Didier Kavumbagu mwalimu alimtazama vizuri kulinda mlango. Goli la pili, John Rafael Boko. Azam 2 JKT Ruvu 0. John Boko, Shomari Salum, Kapombe anapasua, Kapombe penalty. Tusubiri John Boko. Didier Kavumbagu, Kipre Cheche. What a goal! Kipre Cheche. Oh yes, Kipre Cheche. Goli zuri kabisa, umbali mkubwa kabisa. Akatazama Shabani Dihila akiwa anashanga. Goli la 4. Goli la 4 kwa Azam. Kipre Herman Cheche. Shomari Kapombe naona. Miongoni mwa mabao mazuri ambapo Shomari Kapombe anaendelea tena kuwa mmoja kati ya walinzi wanaoipatia mabao Azam FC. Kuna gongo kule, lakini bado hatari. Goli la pili. Piga bao! Umeona huyu Kapombe sasa anataka sifa. Position aliyopo Kapombe na Clay Morris. Clay Morris anaonekana kama ndio fullback. Huyu Kapombe sasa anataka sifa. Haya. Cheza mpira sasa. Kanyaga na geuka. Hatari goli. Mereka mpira vizuri kabisa. Bao la 4, Didier Kavumbagu anaandika bao la 4. Kavumbagu ametengeneza 2 na yeye mwenyewe anapiga lingine. Rusha mpira juu kabisa, unachezwa. Kavumbagu tena anaandika goli. Kwa hiyo Kavumbagu ataondoka na mpira sasa. Leo ataondoka na mpira wake. Hii ndio Azam FC, timu inayokupa burudani ndani na nje ya uwanja. Tupate mapumziko, tukirejea tutasikia mahojiano kati ya mtangazaji wa Azam FC Players TV Aishi Salum Manula na Ame Ali almaarufu Zungu. Good afternoon. My name is Stuart Hall. I am the head coach of Azam Football Club here in Tanzania.
When I go with Azam around Tanzania, everywhere I see NMB. Nafurahia kutumia NMB kwa sababu imesogeza huduma karibu na jamii. Kwani wana matawi zaidi ya 170 Tanzania bara na visiwani. Pia kuna ATM za kutosha zinazozidi 600 Tanzania bara na visiwani. Tukizungumzia NMB, kuna akaunti inaitwa Chap account. Ni akaunti ambayo ni rahisi sana kwa vijana hata wazee pia. Inaweza ikatokea ukapata fedha za haraka na ukafungua akaunti yako ndani ya dakika 10 tu. Nafurahi NMB imekuwa karibu sana na jamii kwa sababu unaweza ukaenda NMB wakala, ukaweza ukapata pesa na kuweka pesa vile vile. Nashukuru kwa msaada wao kwa timu yetu pia na kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu ni moja kati ya benki inaonyesha inaipenda jamii yake na kuweza kutoa misaada mbalimbali kama katika mashule, hospitali na vitu vingine zaidi. NMB has many products. One of the ones I'm familiar with is the new MasterCard. I'm shopping online, NMB MasterCard. I've always used MasterCard and I'm happy that NMB now have a MasterCard scheme. Naipenda NMB kwa sababu najua pesa zangu zipo katika ulinzi wa kutosha na najua zipo salama, na pia napenda kuwaambia wanamichezo wote karibuni NMB. Tumerejea tena mtazamaji katika kipengele hiki kinachohusu wachezaji maarufu kama Azam FC Players TV. Kama tunavyoona Tiffany Diamond Hotel, Azam FC tumefikia hapa na tunafarijika na tunafuraha sana. Tumepokelewa vizuri na pia kila huduma inayotolewa hapa tumefurahishwa nao. Mpaka leo hii tumecheza mechi yetu vizuri na tumeweza kumaliza na hatimaye tumepata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Ndanda FC. Kwa hiyo karibuni sana katika kipindi chetu cha Azam FC TV. Niko na Ame Ali Zungu. Utapata kujua mengi kutoka kwake, hasa katika maisha yake, wapi ametokea na nini amefanya, na hasa shauku yake ni nini katika ndani ya Azam FC. Nimezaliwa Zanzibar na nimeanza maisha yangu ya mpira Zanzibar. Na nimecheza kule karibuni miaka mingi sana, kuanzia timu daraja la pili mpaka nimefika ligi kuu Zanzibar. Na nimecheza kwa mafanikio makubwa, ila niliona mazingira kule sio mazuri na ndo nikaamua kuja kucheza mpira Dar es Salaam. Ulipokuwa Zanzibar na ulivyohamia bara, tofauti kubwa ni ipi hasa ulioiona? Tofauti wa ligi pamoja na kipato cha mchezaji pamoja na timu ni utofauti mkubwa. Kama ulivyosema kwamba watu wanacheza mpira kule kipato kidogo, pia hata ligi ya kule na bara tofauti. Nini hasa wale ambao wanahitaji na wao kuja bara kucheza au kucheza ligi ya bara, nini hasa wafanye ili na wao waweze kupata nafasi hiyo? Kikubwa ni kuridhika, yani wasirizike na kimatokeo ya kule, kwamba mtu upo Zanzibar basi utaendelea tu kuwepo Zanzibar. Hamna, sometimes unajiengua hata wewe mwenyewe, kama mwenyewe unaamua tu kuja kutafuta timu Dar es Salaam. Timu zipo nyingi tu Dar es Salaam. Kwa hiyo ina maana ukisema mpaka timu itoke Dar es Salaam ije kuchagua wewe Zanzibar utachelewa. Inavyotakiwa utoke wewe mwenyewe ndio uje kutafuta timu. Lakini kwa kusema uje tu utoke, yani timu itoke Dar es Salaam kuja kutafuta wewe, inakuwa ngumu sana kwa sababu mpira wetu wa Zanzibar bado uko chini sana. Unazungumziaje uwepo wa mashindano ya Mapinduzi Cup kwa wachezaji wa Zanzibar na bara, kwa sababu ni mashindano yale yanafanya kwa kuwapa nafasi wale waliokuwepo kule pia kuonekana katika yale mashindano? Nini hasa unawaambia jinsi gani waweze kuitumia mashindano yale ili na wao kupata nafasi? Ukiangalia Mwinyi Haji leo hii anacheza ligi ya kwetu hapa bara na pia ametokea kule, na hasa Young Africa mumeona katika mashindano yale ya Mapinduzi. Na naamini kwa mtu yote ambaye alikuwa hatorizika, basi naamini atafika mbali. Kwa kuwa kila siku ukiwa unaonyesha mimi naamini utafika mbali. Maisha ya Mtibwa na Azam FC unazungumziaje? Ni tofauti kwa sababu timu inaendeshwa professional zaidi, tofauti na Mtibwa. Hata kiuchumi tukiangalia pia Azam ipo juu tofauti sana na Mtibwa.
Unazungumziaje nafasi yako katika kikosi cha Azam FC? Ujue mpira una kipindi. Umeona? Na siku zote kwamba utarajii tu kwamba siku zote ushuke chini, unatarajia siku zote uwepo juu. Kwa hiyo ina maana kuja hapa nimekutana na changamoto kubwa. Kwa hiyo ina maana lazima nifanye kazi ya ziada ili niweze kurudisha performance yangu iliyokuwa nayo zamani. Kama nilivyowaambia, niko na Ame Ali katika kipindi hichi cha Azam FC TV. Ame Ali ni mchezaji ambaye anafanya vizuri pia katika Azam FC na mchango wake unaonekana tangu alivyojiunga na Azam FC. Ame Ali alikuwa mchezaji kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri katika Kagame na alitoa pasi nyingi za magoli na akifanya vizuri pia. Unazungumziaje performance yako katika Kagame na saizi kwenye ligi? Japo nafasi yako imekuwa finyu, lakini unapoingia unaonekana kuna kitu unacho, na Azam FC na mashabiki kwa jumla wanategemea mengi kutoka kwako. Labda kitu gani unaweza kuwaambia wapenzi au washabiki wako katika klabu hii ya Azam FC? Nini hasa wategemee kutoka kwako? Wategemee mazuri sana kwa sababu bado nafasi sijaipata ile kiufasaha kabisa. Lakini kama nafasi nitaipata kiufasaha, basi niko tayari na naamini nitaonyesha kiwango zaidi hapo. Tumekuona ukiwa umeanza katika kikosi cha Azam dhidi ya Ndanda FC. Unazungumziaje mchango wako leo hii na ulivyocheza na mechi kwa jumla, unaizungumziaje? Mimi nashukuru kwa sababu tumeshinda. Kwa hiyo ina maana karibuni mchango wangu na mimi nimechangia timu kushinda. Unaona? Kwa hiyo ina maana mimi naamini na tutaendelea kushinda zaidi. Nikushukuru sana bwana Ame Ali kwa haya ulioyajibu na kuwaelezea wapenzi watazamaji wa Azam FC TV. Nadhani wamefarijika kwa hiki ambacho umewaonyesha na kuwaeleza kwamba nini cha kufanya. Leo hii nimefikia tamati nikiwa na Ame Ali Zungu. Siku hizi ni rahisi na NMB Bank na mudu mahitaji yangu ya kifedha na NMB Bank kwa haraka zaidi na kupata huduma za kibenki shida bila hakuna. Jihudumie, tunatoa pesa wakati wowote, lipa bili na pobili popote. Mimi Bobo na yule wote pamoja, twende na Azam Cola. Mimi na wewe yule napenda kwenda nayo Azam Cola nayo. Azam Cola ni tamu na ni plastic, bombastic, ikiwa baridi ni fantastic. Mimi Bobo na yule wote pamoja, twende na Azam Cola. Mimi na wewe yule napenda kwenda nayo Azam Cola nayo. Azam Cola. Twende na Azam Cola. Azam. Ni hayo ambayo tumekuandalia katika kipindi hiki. Tukutane tena wiki ijayo uweze kupata mengi kuhusu timu hii bora na mabingwa wa soka wa Afrika Mashariki.